kinachosababisha sisi wa Tanzania tunaendelea kuwa maskini. Cha kwanza ni poor resource management at account level, lakini vile vile kuna injustices ambazo sasa hizo zinawekwa na wale mataifa yenye nguvu. Juzi kulikuwa na session hapa ya man and power, who has the power, ambapo nakuta hatuna nguvu ya kufurukuta. Yani sisi siku zote we are the food, people are eating us, we don't sit around those tables. Na tuseme tu anazaki tunaposema CSO 2025 way to progress, ni wakati sasa wa kuchukua hatua kwa uhakikisha tunaenda kwa hiyo mianya yote ambayo inapelekea resources zetu zinapotea, lakini vile vile watu wetu wanaenda kupata shida, wamama wanaenda kupata shida huko hospitali, vijana hawana ajira. Kivipi? Cha kwanza lazima tuwekeze kwenye tafiti ili tuweze kufanya informed decisions, na hata tunapofanya advocacy tufanye advocacy ambayo ni evidence based. Tumekuwa na utaratibu wa Tanzania, yani nikitaka kuandika kitu sasa hivi naenda na Google inakuja ripoti ya World Bank, IMF, Action Aid. Sisi wa Tanzania tuko wapi? CSO tuko wapi? Tufanye tafiti ili tuweze kuainisha hayo mambo. Mfano ndugu zangu, tukiangalia deni letu la taifa sasa tunajua budget yetu ni shilingi ngapi inaenda kulipa deni la taifa. Ni zaidi ya 32%. Hiyo budget ingeenda kuwekeza huko kwenye labda extractive industries ikajili vijana wangapi? Ingeenda kuwekeza huko kwenye tuseme sijui huko kwenye coal huko ikajili vijana huko kusini huko, tukapunguza rural urban mobility. Lakini hatuwezi kwa sababu tunalipa deni. Na kwa nini hilo deni ni kubwa? Ni kwa sababu kuna structures ambazo sisi kama nchi hatuwezi kutoka hapo. Mfano sisi tukikopa sasa hivi rate zetu zinakuwa ni kubwa sana tofauti na mataifa yaliyoendelea. Kwa tufanye research ili tuweze kufanya hizo data, na hizo data tuzitumie kufanya advocacy. Hawa wadau wa maendeleo wanaokuja tuambie, nyie mnatupenda, mnapenda kutetea watoto wa Tanzania, mnapenda vijana wa Tanzania, mnaleta pesa za climate, lakini hizi ndizo data. Angalieni hizi injustice. Dada yetu Viveka juzi alituonyesha jinsi ambapo kuna gap kubwa. Ili tuweze kuadresi hizo hayo matatizo ambayo ni ya juu huko, nitoe mfano tu. Mwaka 2021 wakati wa COVID, World Bank ilitoa dola bilioni 650 kwa ajili ya kusaidia nchi ambazo ni maskini. Katika hizo dola 650 ni dola bilioni 33 tu, sawa na 5% zilikuja katika nchi 54 za Afrika. Lakini ukiangalia sehemu kubwa ilienda, kwa mfano kama Marekani peke yake ilipata dola bilioni 133. Unaona kabisa yani na sisi hapa sisi wote hapa tunajua hicho kitu? Hapana. Tukienda huko kwenye mikutano ya kimataifa tunapeleka hizi hoja ili tuweze kuona hayo hizo kwa mfano we advocate for hiyo inclusion, fairness. Tunapeleka hizo hoja ili tuweze kutatua hizo changamoto ili tusiendelee kukandamizwa? Hapana. Kwa tufanye research, tusiwe wavivu. Lakini kitu kingine, tuweze kutoa elimu ili kusudi tumesema pale tunahitaji watu ambao wana ujuzi na maarifa, ndipo watakapoweza kuleta mapinduzi katika uchumi wetu. Afrika nzima sisi emission it's less than 30%, but we are suffering disproportionately kutoka kwenye landslide, hayo drought, manini. Lakini kuna sasa hivi kwenye climate financing, ukiangalia commitment ambao zinafanyika katika COPs, it's less than 5% ambayo inaifikia Afrika. Katika advocacy yetu tunaleta hizo issues, wadau wetu wa maendeleo tunapeleka hizo issues, kwa sababu hizi pesa zinazokuja kwetu inakuwa ni petty cash, ni kama mtoto hivi unalambishwa pipi lakini kama tukiweza kufight hiyo mianya na sisi tukaweza kumanage resources zetu vile inavyotakiwa, Tanzania tutasonga mbele. Lakini kitu kingine ni kwenye kuhamasisha katika uwekezaji, tuweze tumeona pale tuna role kwenye policy influence, lakini katika utekelezaji, ndugu zangu, tuhamasishe katika hizo sekta za kimageuzi, tuweze kuwa na uwekezaji wenye kuleta tija.
hivi viwanda vinavyokuja hapa, kwa mfano tuangalie viwanda vingi ambavyo kwa around Dar es Salaam Pwani, unakuta viwanda kuanzia director mpaka chini ni Mchina. CSO tuko wapi? Twende tupiganie mali zetu, sababu ya kuwaita wawekezaji kuwakaribisha wawekezaji ni sisi tuweza kujifunza teknolojia. Tupiganie hivi vitu, kuwa na process ambapo director akiwa Mchina au Mjerumani, basi anayefuata awe Mtanzania. Ni siku akiondoka tayari tuna hayo maarifa, lakini unakuta mpaka mbeba mzigo ni Mchina. Sasa katika utekelezaji wa dira 2025 hayo ni mambo machache tu ambayo inabidi tujitafakari na tuone tunaenda vipi kuitengeneza Tanzania ambayo sisi wote tunaiota huko kichwani kwetu.